Hi Carlos, you've asked a very profound question, and I actually had to do my homework to make sure that I answer this question with the precision and efficiency it deserves. It's a very, very good question. It is something that is bothering a lot of people. Nitawezaje kujizuia kuongea mambo zaidi yanavyotakiwa kwa watu? Kwa mfano unaweza kuulizwa umeamkaje? Salama, lakini unajua na mpenzi wangu anaumwa, babu yangu amefariki na nini, vitu ambavyo havimuhusu huyo mtu ambaye amekuuliza. So here are simple tricks I can say that you can use ambazo mimi pia zimenisaidia na zimesaidia rafiki zangu wengi ambao walikuwa na hili tatizo na wakabadilika kabisa. So, mwongozo wangu mkubwa ni alone but not. I did a little bit of homework on my work, na kabla sijaanza I'd like to read you a verse in my book that says, oversharing ni tabia ambayo katika mazungumzo yetu, katika kushare maisha yetu na kila siku, tunajikuta tunawapa watu taarifa kuliko ambavyo wanastahili ama kuliko nafasi zao kwenye maisha yetu. Kwa mfano ule ambao nimeutoa pale, unaweza ukaulizwa leo umekula? Sijala, unajua kwa kuwa sina hela, nilimkopa mama sijui fulani lakini hajanipa mpaka sasa hivi, kwa hiyo nimeshindwa kula. Vitu ambavyo havimuhusu, pengine huyo aliokuuliza alikuwa tu anahitaji kujua kama umekula ama la. So I'm going to teach you two things before you speak or before you share some information with anybody. There is these two things you need to have in mind. First of all is restraint, and number two is intention. Lazima uwe na restraint ama intention, uwe na kiasi pamoja na kusudio. So kuwa na kiasi kuna kuongoza katika kujua kufikia hapa, hii inatosha kufikishia ujumbe ama taarifa inayohitajika na huyo mtu aliyekuuliza ama huyo mtu unampelekea taarifa. Na intention kwa makusudi na kusudia kusema tu hichi kitu mpaka hapa, nikifika hapa nitaacha kuzungumza. Hivyo ni vitu viwili vya muhimu sana ambavyo unakuwa navyo. Na namna ambao kwa undani zaidi ambao unaweza kukusaidia, solution ambazo zinafanya kazi kabisa ni internal process wakati unazungumza. Na kitu cha kwanza ni kupause. Kwa mfano nimekuuliza, umeamkaje? Nimeamka salama, lakini kuna ndugu yetu pale alikuwa anaumwa, na unajua jirani yetu alivamiwa. Ukiwa una intention na ukiwa una restraint, utazingatia kwanza lile swali ulioulizwa kwamba umeamkaje leo. Badala ya kuanza kuzungumza, una pause huku kichwani. Unakuwa unajiongoza wakati unazungumza. Yaani sio una think out loud, hapana. Huku kichwani unafikiria lakini unapima kiasi. Ndio ile nilichokuambia. Restraint and intention. Una pause kuhakikisha kwamba je, hili swali ama hili jibu unalotaka kumpa huyu bwana, huyu mtu, ndicho ambacho kimeulizwa. Hiyo ni trick ya kwanza. Kwa hiyo unakuwa na 2-3 second pause ambayo itakusaidia na kukuongoza katika kujibu ama katika mazungumzo yako, ili kuhakikisha kwamba hauzidi kiasi wala kusudio la lile swali uliloulizwa na huyo mtu. So the second trick ni use 3 circle rule. Katika social cycles zetu unatakiwa uwe na 3 circle rule, ambayo kuna inner circle, middle circle na outer ama external circle. Na the inner circle ni ipi? Inner circle ni ile watu wako, circle ya watu wako wa karibu ambao unaweza kuamini kuambia kitu chochote bila kuwa na wasiwasi, na unaweza kujiachia bila kufikiria kwamba hapa nitamkwaza ama hapa nitazidisha kiwango. Lazima uwe na hao watu kwenye maisha. Inaweza ikawa best friend wako, inaweza ikawa kaka yako, dada, ama rafiki yako wa karibu, pengine hata mama yako mzazi. Unaweza kumwambia vitu vyako, lakini pia unajua kunakuwa na bado ile restraint na intention kulingana na mahusiano yenu. How comfortable are you with your mother? How comfortable are you with your best friend? Kwa bado ile pausing inarudi pale. Kwa kuna information ambazo unaweza kumpa mtu wa inner circle. Kwa mfano, bwana, mimi sasa hivi nimefikia hatua na nataka kuingia kwenye ndoa, naomba unishauri kama huyu mtu
ananifaa. Unajua ana 1 2 3 toka nimekutana naye, anajua kupika, anajua kuongea vizuri, nimempenda hivyo. Vitu kama hivyo. Lakini pia kuna no, sorry. Lawrence said, a smile tugging his lips. The important thing, Lisa, is that we all have a chance to grow. And sometimes the hardest lessons are the ones that teach us the most about who we are. So hapa kitu ambacho nataka ku-highlight ni kwamba Lawrence wakati yuko kwenye mazungumzo na mjukuu wake Lisa alimwambia kwamba the most important lessons you learn in life are those lessons that will teach you more about who you are. This is Alone But Not, page number 27, hard copy version from Amazon. So let's learn about who we are. Kwanza oversharing ni nini? Kuna circle number 2 ambao ni middle circle, watu wa katikati, watu ambao unaweza kuzungumza nao lakini sio kivile. Hawa nazungumzia ni watu wa tuseme pastor, mchungaji wako, tuseme jirani yako, tuseme mtu ambaye mmewahi kusoma shule pamoja. Watu kama hao, kuna vitu ambavyo unaweza kuwaeleza na kuna vitu ambavyo hawatakiwi kuvujua. Kwa mfano maisha yako binafsi, huwezi kwenda ukaenda kuongea na mtu ambaye umesoma naye labda shule ya msingi kuhusu matatizo yanayokusumbua, unless labda ni best friend wako na mmeshibana haswa. Ama huwezi kwenda kumwambia muuza genge kwa sababu yeye ni middle circle, ni mtu ambaye unakutana naye kwenye mazingira mara kwa mara. Ndo anajua leo nyumbani kwako umelala na sukari, leo nyumbani kwako umekunywa chai bila sukari, so that is a middle person, mtu ambaye anakufanyia access vitu hapo. Kuna vitu ambavyo hatakiwi kujua. Kama unajua yule aliyokuja leo nyumbani ni ex wangu, mchumba wangu wa zamani amekuja tu yazungumze. Kuna vitu inabidi uwe una pause, una constraint ama unajirestrain myself, unajirestrain kuzungumza, lakini pia una intention, kusudio la hapa ni nini? Niko hapa dukani au kwa Mangi kwa ajili gani? Niko kwa ajili ya kununua vitu, sio kwa ajili ya kumueleza kuhusu jana nimepigwa na mpenzi wangu. Vitu kama hivyo. Na external circle, watu ambao sasa wanakuona kwenye picha ya nje, picha tofauti. Kwa mfano professional circle, watu wa kazini, ni marufuku kuambia vitu personal watu wako wa kazini, watu wa kanisani, watu again, it depends with the relationship. I don't judge. So that is trick number 2 that has also worked to a lot of people who have come to me with those problems. And of course, ukisoma hichi kitabu, ukiwa makini utaona kwamba tips zote hizi nazitoa kwenye kitabu changu cha Alone But Not, na kina insights nyingi tofauti na imekuwa delivered kwa njia ya storytelling. Kwa hiyo that matters. Trick number 2 ni replace processing out loud na storage. Kwa mfano, unaweza ukawa unahitaji kuprocess kitu ambacho kimekutokea na ambacho it's unbelievable or hard to receive kwa upande wako. Mfano, umetia mtoto wa mtu mimba, au maybe umefukuzwa kazi, au maybe biashara yako haiendi, ama umeshindwa kulipa mkopo, ama unadaiwa deni kubwa na hujui utafanyaje. So kuna thought process, vitu ambavyo vinatusaidia kuondoa vitu ndani mwetu ili tuwe huru, ili tuwe empty, ili tuwe free. Kuna activities unaweza kufanya kama journaling, ni namba 1. Hakikisha unaandika vitu vyako vinavyokusumbua. Ukiwa kwenye journaling, andika vitu vyako kama vinavyokuja. The thoughts ambazo zinakujia out loud, ziandike kwenye journal. Ukiwa kule unajiachia, unajimwaga, hakuna restraint, hakuna control, hakuna pausing, hakuna nothing. Lakini pia kuna voice note. Mi huwa naifanya hiyo sana. Unakuta kuna jambo limetokea and sometimes ni kuongea mwenyewe. I talk myself a lot, lakini if it's something really important na itahitaji kulikumbuka baadaye, after journaling I have to make sure I talk it out. The way I talk it out is giving me more space and room to process that thing, because it's definitely something I need to process. Oversharing inatokana na kwamba you are processing things at the wrong audience. So ninavyozungumza mwenyewe nikitoka baadaye, I have a more controlled way to present that something, or to talk about it, or to feel about it. Yes.
Hivyo. Namba 3 ni kuwa na one trusted designated person ambaye anakusaidia kuprocess mambo yako. Yes, unahitaji kuwa na one person you trust to help you process your things out. Mara nyingi kwa wasichana it's easier because we have BFFs. Make sure it's someone you really trust, and make sure ni mtu ambaye anakuwazia mema, because if you end up disclosing your information kwa mtu ambaye it's not trustworthy, then you are creating an even bigger problem you have to deal with later. So make sure you have someone you trust. So kwa wasichana wanakuwa na best friends. Wanaume pia sijajua, ila kuna ule kaka ambayo ukimfuata unamwambia bro, mimi na shida hii na hii, nahitaji ushauri na nini, hasiti kukusikiliza. Kwao anakuwa anakusikiliza, anakupa ushauri mahali ambapo panastahili. Hapo unaweza ukajiachia na vitu kama hivyo. Ile kuitoa kwa mtu mwingine, kuisikiliza na kuiprocess, kukusaidia kuiprocess, inakusaidia kichwa chako kipate relief ambayo itakufanya uwe more composed and controlled pale jambo lile unapolielezea kwa mtu mwingine sasa ambaye labda hausiki, ama unapokutana na watu wengine ambao unakuwa unahitaji kuwaeleza kitu. Since tayari umesha process na mtu mwingine, unakuwa more restrained and controlled. Ukikutana na mtu mwingine hautaji kutoa na bla bla bla, because ushazungumza na mtu mwingine, ile sumu imeshakutoka. Na yes, we are shifting to trick number 4 ambao unaweza ukatumia ni ku delay reaction ama mazungumzo, kutokuzungumzia kile kitendo kwa saa 24. Kwa mfano, nimefukuzwa kazi. Sasa hapa kila mtu atakaye kukutana naye, najikuta labda maybe nina tabia ya ku overshare. Naweza kuambia bwana, mimi unajua sasa hivi iko hivi na hivi. Kwa hiyo unakuwa intentional, unakusudia restrain yourself about speaking over that problem for 24 hours or less. Ukiwa una process. Sio kila kitu kina deserve immediate reaction. Katika maisha, you have to learn to sit back and process that thing kichwani kwako. Let it hurt you. Kama it hurts, let it press you, but ndio maana wazungu kuna sometimes unasikia sema go sleep over it before you make a decision or before you come up with something. Sleep over it. It helps, and it's psychological even helpful. Unavolala na kitu ukakifikiria, let it consume you and ukakichakata kichwani kwako, you as a person, inakusaidia pia kukuza utashi wako as a person. Before you go seek your inner circle, before you go expose it to this and that, you have to make sure you sleep over it. Think about it, Chances are ukiamka asubuhi 50%, kama ilikuwa zito, ukiamka utalikuta ilikuwa zito 100%, ukiamka utakuta liko lighter 50%, 20%, because now you got clarity. That is how, wisdom works. Ukiwa na wisdom, unajifunza kushikilia vitu, kuchakata kwanza kabla hujaamua kushare, hata kwa ule mtu ambaye unajiachia na unajiamini ukiwa pamoja naye. Na lastly ni name the urge of oversharing. Let's say when you feel an impulse, you say, I want to say this because I feel unseen, or I want to talk about it or to process it out loud with my friend. So eventually naming things out loud, hata emotions, hata iwe kwenye umesikia hasira, umesikia disappointment, you feel something, before reacting or saying anything, name it out first. You know what? I want to talk because I feel misheard. I feel ignored. I feel small. Sometimes unavoisema vile, it reduces the urge. It dissolves the urge. Because you'll be like, oh, so this is what I'm feeling. You acknowledge you are feeling from inside. Hakuna kitu kizuri kwenye maisha kama kukubaliana na hali and then taking it from there. Kuliko suppress emotion without naming it, without the desire to understand it, and then just go reacting however. Wewe sio nguruwe, wewe sio mbuzi. You are a human being with utashi wa kufikiria na kuwazua vitu. So before you react, name a feeling. And lastly kabisa, stop earning intimacy
Stop kujiforce ku earn intimacy. You know, real connections ni zile ambazo ziko automatic. Hautaji kuforce automatic. Kuna ile kitu unajiambia labda niki overshare they will stay, or maybe niki overshare they'll understand me more. No. Kwani wewe hapo, how do you understand those people who don't overshare? Exactly. Be yourself. Stop putting a facade just so people can stay. If they stay, they stay for who you are, not otherwise. Because you're underselling yourself. Look at yourself for who you are. Take yourself serious. And trust me, the best game you can play, or you can bet and gamble, is on to believing in yourself so much that outside noise don't bother you. So, nimetaja vitu 6 ama tricks 6 ambazo zinaweza kusaidia wewe kwenye kustop oversharing. Nitazirudia kwa haraka alafu nitatoa a note at the end. Kama summary, faster. Kwanza nimesema in order to stop oversharing you have to learn to self-restraint na intention. Kujizuia na kwa kusudio. Kwamba hapa yes, tulishaelezea huko mbele. Nikasema kwamba trick ya kwanza ya kustop oversharing ni kupause kabla hujazungumza. Wakati unazungumza inabidi kichwani uwe umeshafikiria kuhusu hicho kitu unachotaka kusema, then pause. Je, huyo mtu anastahili? Ana uzito wa kubeba hichi ninachotaka kumwambia? Je, ndo kusudio lake? Restraint and intention. So be intentional about the words you say. Just because you can talk doesn't mean you can throw all the 1,000 million words out. No. So trick number 2 nikakwambia use 3 circle rule. Tenganisha mazungumzo yako ama thoughts zako ama whatever you want to share into 3 circle. Circle ya watu ambao wanastahili, ambao ni wa inner circle, circle ya watu ambao ni wakati, circle ya watu ambao ni external. Hiyo ni level ya relationships and how intimate you guys are in order to see a conversation gani inafaa circle ipi. Okay? Number 3 ni replace processing out loud with journaling, voice note na kuwa na processing person. Mtu ambaye wa karibu unaweza kuongea naye kusaidia kuprocess hisia zako, feelings zako, frustrations zako, whatever, ili kusaidie ku overshare. Kumbuka restraint na intention ndio. Number 4 is delay your emotional disclosure for at least 24 hours before you decide to talk about it. Nafikiri nimeliongelea vizuri. Na number 5 is change the urge. Number 5 ni name the urge instead of just, reacting. So before you do anything, name the feeling you are having, name how it makes you feel. Hiyo ina dissolve the urge of you to overshare. Kumbuka, restraint pamoja na intention. Na lastly kabisa, stop forcing intimacy. Stop earning intimacy kwa kufikiria kwamba ninavyozidi kuongea ndivyo ambavyo watu watazidi kunipenda, ndivyo watu watakavyofanyaje. No. Kuwa na kikomo. Kuwa na levels, kuwa na mipaka. Heshimu muda wako na heshimu muda wa ule mtu unazungumza naye. Na pia ukiona umejaribu hivi vyote na vimeshindwa kabisa, vimeshindikana, get yourself a copy of these. Get a copy of Alone But Not. Nimetoa huku quote moja nzuri ambayo itakusaidia, na pia unaweza ukaona mtaalamu wa saikolojia ambao unaweza ukazungumza naye. Therapy is good. Therapy ndo kila kitu jamani. Mimi singekuwa hapa bila therapy, so should you. Hao ndo madini ya leo. I hope Carlos nimejibu swali lako na utaweza kusaidia watu wengine ambao wana face the same thing. I love these questions na mkiniuliza inanifanya niwe devoted katika kuwajibu maswali yenu, na pia inanisaidia kuonesha my expert part of me, sababu people just see me and I love explaining stuff. So stay tuned. Get your copy of Alone But Not, link on bio. Also DM me for more questions. I love questions on comments. Tunawapa watu taarifa kuliko ambavyo wanastahili. Before you speak, restraint
And number 2 is intention. Internal process wakati unazungumza ni kupause. Ukiwa una intention na ukiwa una restraint, utazingatia kwanza lile swali ulioulizwa. Unakuwa unajiongoza wakati unazungumza. Yaani sio una think out loud, hapana. Huku kichwani unafikiria lakini unapima kiasi. Ndio ile nilichokuambia. Restraint and intention. Una pause kuhakikisha kwamba hili swali ama hili jibu unalotaka kumpa huyu bwana, huyu mtu ndicho ambacho kimeulizwa. Hiyo ni trick ya kwanza. Kwa hiyo unakuwa na 2-3 second pause ambayo itakusaidia na kukuongoza katika kujibu ama katika mazungumzo yako, ili kuhakikisha kwamba hauzidi kiasi wala kusudio la lile swali uliloulizwa